am a failure, I cannot do it, I'm not good enough, I'm not capable, I'm not beautiful or handsome. Unaweza kuwa uko hapo unasema maybe katika uongozini, hiyo kazi umepewa ya kanisa ama kule kazini kwenu, useme ujione ya kwamba hata haufai kukaa ama kukalia hicho kiti katika hiyo position yenye uko nayo. Or maybe let me use an example. Mr. Mambo, on Sunday we had our LCC, na nilipokuwa ninaona ratiba ya kazi zile ambazo zimewekwa mbele yake, nikawa ninajiweka katika miguu yake, ninajiuliza, je, mimi ninaweza hiyo kazi yote? Manake vitabu vile tulionyeshwa, yani hata niza kufanya mtu hata afikirie mara mbili. But I'm here to tell you, Mr. Mambo, you can do it. Pengine hata wewe mwenyewe uliviona hivyo vitabu ukashtuka, ukajiuliza, sasa haya ni mambo gani? Kwa nini nikakubali? But God is there. Atakushika mkono na atakuwezesha. He'll make you better, he'll make you wise, he'll make you capable, na yote itawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. In that book of Lamentation 3:37, chapter 3 verse 37 to 38, inasema, who can speak and have it happen if the Lord has not decreed it? Tusome tena hiyo 37. Who can speak and have it happen if the Lord has not decreed it? If the Lord has not decreed it, nani anaweza fanya jambo ama kusema jambo na likatendeka? Mara nyingi huwa tunasikia sauti za wanadamu. Mara nyingi huwa tunaangalia ama kusikiza pia watu vile watasema. Maybe kwa hali ya mwili wako, kwa hali ya uchumi wako, unaona kama ni watu, hiyo maneno yao ndio inafanya nini? Inatenda kazi. Lakini si watu. It is God. It is God who can say a word and can happen. It is only him that can command na it happen. It is only him mwenye anaweza kusema Gatimu utapona na atapona. Ni yeye tu ndiye mwenye anaweza kupeana uhai. Hata watu wakisema huyo yake ameisha, neno la Mungu linatuambia ya kwamba it's only God who can decree something and it happens, not word of a mere man. Na tunapoendelea pia, sema jambo kuhusu hiyo familia. Decree a word. Ambia Mungu a decree a word. 38 inasema ya kwamba, Lamentations 3:38 inasema ya kwamba, is it not from the mouth of the Most High that both calamities and good things come? Is it not from the mouth of the Lord, the Most High, that both calamities and good things come? Mambo yote mazuri yanatoka kwa Mungu. Yeye tu ndiye anaweza kutunenea mema. Hata mabaya yakitupata bado yanatoka kwake. Lakini sisi ni tuombe ya kwamba he decrees good things into us. Bwana Yesu asifiwe. Always tukue positive minded. Tusisikie masauti. Tusikize sauti ya Mungu. Tuulize Mungu, Mungu unasema aje? What are you saying about my situation? What are you saying, Lord, about my family? What are you saying, Lord, about my children? What are you saying, Lord, about our church? Mungu anasema nini? Tusisikize masauti.
masauti ya kutuambia ya kwamba sisi hatutaweza kuwa parish. Angalia hata matoleo yenu, matoleo yetu vile yako chini. Tusisikize hayo masauti, lakini tusikize sauti ya Mungu ya kwamba that we are able, that we can go far, that we can make it, that this can be a parish this year. This is 2026. Tuambie Mungu a decree unto us that to make us able, to make us capable. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. So words of a mere man should not worry us, or our own negative thoughts, they should not worry us. Always have a positive mindset that I can do it. Yes, we can. I am enough. I'm the best. Have a positive thinking. It's only God who can decree something and it happens. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Tuko pamoja? Ninobo. So our second reading from the book of John, chapter 6, verse 5 to 13. Tuanze mwanzo kindly from verse 1 to 13. John chapter 6, verse 1 to 13. Sometime after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee, that is the Sea of Tiberias. And a great crowd of people followed him because they saw the miraculous signs he had performed on the sick. Then Jesus went up on a mountainside and sat down with his disciples. The Jewish Passover feast was near. When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Philip answered him, 8 months' wages would not buy enough bread for each one to have a bite. Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. "Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish, but how far will they go among so many?" Jesus said, "Have the people sit down." There was plenty of grass in that place, and the men sat down, about 5,000 of them. Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. When they had all had enough to eat, he said to his disciples, gather the pieces that were left over, let nothing be wasted." So they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of the 5 barley loaves left over by those who had eaten. Bwana Yesu asifiwe. This is a story that we all know, and I believe that it's the only story yenye iko captured in the 4 books of the gospel. Yani the only miracle yenye inaapia in the 4 books of the gospel. It's nimeweka hiyo sermon entitled, "What is in your hands?" What is in your hands? Bwana Yesu asifiwe. Tunaona hapo Jesus is followed by a great crowd, not because they were comfortable, but because they were hungry. And others were tired. Others were needy. Bwana Yesu asifiwe.
wengine walikuwa wagonjwa. Walijua ya kwamba mahali popote Yesu yupo, mambo ilikuwa inaenda sawa. Na wengine walijua mahali popote Yesu yuko watashiba. Na wengine walijua mahali popote Yesu yuko watapona. Yesu aliona hitaji lao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini his disciples only saw a problem. Bwana Yesu asifiwe. Remember, tumeambiwa tu 5,000 men who were hungry, men who were needy,